Si namna hiyo? Kwa hivyo this is one of the many projects. Hii ni mradi moja kati ya miradi 10 ambayo tunatengeneza kama serikali hapa Embu County. Na tunafanya hivyo kwa sababu tunataka kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Na ndio sababu mimi nafanya kazi na wabunge wenu pamoja na gavana wenu. Tushirikiane kama team moja. Ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya Embu County na Kenya mzima. Ndio nimekuja hapa leo makusudi. Nimekuja kufanya mambo 5 hapa Embu. Nimekuja hii mambo ya maji. Si maji ni muhimu? Nimekuja hapa pia mambo ya stima. Mimi najua watu wengi hawajafikiwa na stima manyumbani. So nimekuja hapa na milioni 500 ya Embu County ya kuunganisha watu 5,000 wapya tuwaunganishe kwa huduma ya stima. Hiyo haiwezi kufika kila mtu, lakini hiyo ni mpango ya kwanza. Next year pia tunawaongezea pesa. Kuna mahali tunaongea na wahisani tuweze kupata pesa ndio tuhakikisha kwamba stima inapatikana kwa nyumba ya kila mtu. Tunaelewana watu wa Eriare? Vile vile mimi nimekuja hapa maneno ya 3, nimekuja maneno ya barabara. Si barabara ni muhimu? So hiyo barabara nimeikujia leo kwa sababu hiyo barabara imetusumbua sana. Na huyu Karemba amenihangaisha. Mara namkuta kwa gate anasema barabara. Mara anaandikia mimi SMS anasema barabara. Mara anaandika hata WhatsApp anasema barabara. Si huyu mtu amenisumbua jameni? Mtamwambia anipeleke pole pole. Mnataka anikimbize? Bana. Anyway, so nimekujia hiyo barabara yenu. Na sio barabara ya hapa peke yake, tuko pia na barabara ya kule Mbere na tuko barabara ingine ambayo kwa sababu najua muliniambia ya kwamba tutengeneze barabara, turahisishe usafiri, ndio muweze kufanya biashara, musukume mazao yenu ifike madukani, kule sokoni. Si namna hiyo? Ndio tuweze kupeleka Embu na Runyenjes na Kenya mbele. Sawa sawa? Vile vile mimi nimekuja hapa kuwatangazia ya kwamba tunawajengea soko 2. Tunajenga soko kubwa sana pale Runyenjes. Si ndio? Na tunajenga soko ingine kule Ugweri. Ama ulisema wapi wewe Karemba? Ugweri. Na soko ingine Karurumo. Sasa kumbe ni 3. Kwa constituency moja. Kweli nyinyi mmebeba kubeba. Anyway, so nimekujia hiyo kazi. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba nimeona watoto tuko nao. Lakini hao watoto wote tunawasomesha. Lazima watoto wetu wasome. Na ndio sababu tuliajiri walimu 56,000 wapya last year. Na mwaka huu tena tumeweka pesa kwa budget ya kuajiri walimu wengine 20,000. Kwa sababu tunataka hawa watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Na hatutaki mtoto aende shule apate hakuna mwalimu. Tunaelewana jameni? So mimi nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Asanteni sana kwa imani yenu. Na mimi nataka niwahakikishie sisi wote ni team moja. Kutoka huyu Ses gavana wetu, kupitia huyu Karemba mjumbe wenu, senator wetu hapa ule Mundigi wa kuonekana ama anasemekana wa kufanya nini? Takuonana. Huyo Mundigi na pia hawa viongozi wetu wengine wote wabunge wote wa Embu County, sisi ni team moja. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Eriari. Si namna hiyo? Otherwise mimi nasema asante sana. Mimi niko hapa na deputy wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua awasalimie. Si awasalimie?
kuo. Mwakena. Unafurahi kuona viongozi wetu. Si amekuja kurudisha mkono. Si mlitufanyia mambo mazuri. Mkatuombea Mungu. Mkatupatia kura. Rais kuja kusema asante. Rais umesema vizuri, watoto wameonekana ni wengi. Tangu tupunguze pombe, mambo ya watoto imeanza kuingia laini. Tudie na mbele. Tuangamize hii pombe, ilikuwa mbaya. Akina mama muko sawa sasa? Wazee wamerudi kwa boma. Waendelee kukaa kwa boma ama warudi kwa pombe? Asanteni sana watu wa Embu, Mungu awabariki. Niambia pengine ningetoa zaidi. Lakini kwa sababu hajaniambia hiyo milioni moja, ukikwama utume huyu Karemba aniletee maneno. Si ndio? Lakini mimi nataka tukubaliane, wakulima kama ni wa maziwa wapate haki yao. Wakulima wa chai wapate haki yao. Wakulima ya kahawa pia tuwashughulikie. Tuondoe mabrokas huko katikati, ndio pesa nyingi iende kwa wakulima. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja jameni? So kwa sababu bado niko na shughuli mingi. Hapa tuko na gavana wetu, si mpigeni makofi jameni. Huyu Karemba wenu, you want to say something Karemba ama? Huyu Karemba si yako chonjo. Simama hapo kwa gari yangu, fungua hapo kidogo, usimame hapo juu. Usalimie hao watu wako. Chukua mic. Sana. Kwa niaba ya hawa watu. Hapa ndipo mimi nilizaliwa, na hii mradi ya maji hii ilianzishwa over 20 years ago, alafu ikakwama. Wewe ndio rais ambaye amekuja kukwamua shida yetu ya maji. Na sijui kama mmefurahia. Mmefurahia? Mheshimiwa Rais, ile damu ambayo unapanga kutujengea hapa tu haingeweza kusaidia hawa watu, kwa sababu kidogo wako juu ya hiyo damu. Sasa ile maji inakuja kuwasaidia kulima. Ni hii sasa umewaletea. Nitondo mbere ndoe. Na mokoli no mogero mbere ndoe. Asanteni sana, tuko pamoja. Tukutane sasa Eriare tufanye hiyo kazi nyingine. Asante. Wananchi wa Gatumbe hamjambo. Ngethia isi arerare. Asanti sana. Bwana asifiwe. Mumefurahi? Tangu nchi iundwe, President amewahi kanyanga hapa Gatumbe? Siuni wa kwanza. Hata Kieni North mmesikia President amefika hapa. Hebu pigieni Mheshimiwa William Ruto. Your Excellency, I want to thank you kwa sababu ya kuchukua nafasi kuja hapa kushikilia hawa wananchi. Ni wananchi wanakupenda sana. Na ndoa Gatumbe nilikuwa nasikia watu wakisema, Mheshimiwa Rais labda umesikia, sijui ground imebadilika. Kapmwea umwava? Mumetoka hapa? Hebu onyesheni Mheshimiwa William Ruto mko na yeye. Asanti sana. Mheshimiwa William Ruto, nataka kukushukuru sana sana kwa sababu unatujengea soko mbili kubwa huku Embu. Soko ya kwanza ni ile ya Embu Town ambaye nilikuja nikakuonyesha design, ukatupatia 800 million. Na soko imeanza ya ghorofa 4. Mpigieni makofi. Soko